Nilitokea mle nyumbani kwangu na mauti yakanifika pale. Mahali mke wangu alifariki. Akawa kidogo muziki umemkera, unaona? So naye akaenda sitting room akang'oa mitambo kutoka kwa stima, unaona? So mimi kidogo nikapata ile hasira, unaona? Kwani shida iko wapi? So ilikuwa kwani wewe ukiamka asubuhi kila mtu lazima amke kwa nyumba? Moses Dola aliyewahi kuwa mtangazaji na mwandishi wa habari anasimulia kilichomsababisha mpaka kujipata kwenye milango ya gereza tangu mwaka 2011 mwezi Mei tarehe 1, siku ambayo iliandika mwanzo wa historia yake mpya ya maisha baada ya kukisiwa kumuua mkewe. Asubuhi ya tarehe 1 mwezi Mei kulipambazuka kama siku zingine kawaida. Moses Dola ndiye alitangulia kuamka kabla ya marehemu mkewe. Baada ya kuamka, alitangulia chumbani na kufungulia redio kwa sauti kubwa, jambo ambalo halikumfurahisha mkewe. Kilichofuata, mkewe aliomba Moses Dola kupunguza sauti ya redio, jambo ambalo lilikuwa chanzo cha ugomvi mpaka pale mkewe alipopoteza maisha kupitia mikono ya mmewe. So nimekuwa katika the corridors of justice kuanzia 2011 1st of May hadi juzi tarehe 8 Machi. Tulikuwa nyumbani na nakumbuka ilikuwa ni May tarehe 1 2011. We were supposed to go to church kama muda wa saa 5 hivi. So nikawa niko nilala and asubuhi kuamka nikaenda kwa sitting room nikaeka muziki, maana nilikuwa na mitambo ya disco na nikarudi kwa bedroom. So kurudi bedroom akawa kidogo muziki umemkera, unaona? So naye akaenda sitting room akang'oa mitambo kutoka kwa stima, unaona? So unaona si system ya kawaida, you know, decks za DJ vile zinakaa. So mimi kidogo nikapata ile hasira, unaona? Kwani shida iko wapi? So ilikuwa kwani wewe ukiamka asubuhi kila mtu lazima amke kwa nyumba, unaona? So nikasema kwani kuna issue, mimi sijui. Nikaenda reinstate, nikarudisha mitambo na nikapunguza sauti kabisa. So kurudi bedroom ikawa sasa complain, ulifanya hii. Mimi in my person, hata kama nimefanya makosa, I'm the kind of person nikifanya makosa narudi chini na sipendi kuzomea. So nikaona hapa kidogo kutakuwa na kelele, wacha nitoke kwa bedroom. And at that point sasa our son was kwa baby coat yake. So mimi nikamwambia wewe kama ni kelele za asubuhi bwana, acha nikuondoke nikuachie bedroom. So as I was going to pick my son, alikuwa katika harakati ya kutrim edges za dreadlocks zake na alikuwa na makasi. So I don't know her intention venye ilikuwa, unaona? Alishoot at me na ile makasi. Unakwenda wapi na mtoto wangu? Bahati mbaya kanidunga ile makasi. Nikatoka upande wa pili wa mkono wangu kulia. So mimi nikang'ang'ana, nikachukua makasi nikatupa kitanda. Lakini alipokuwa naifuata nikamrukia. Bahati mbaya tukaanguka na kagonga kichwa sehemu ya kulia. And that ikasababisha mauti. It's something I regret. If I would have worked out, hatungekuwa hapa leo. Hakufariki instant. Maana aliniuliza, ona umeniumiza. Mimi pia kidogo nikapuuza, unaona? Mimi maana amenidunga, yeye ameanguka, unaona? So sijaangalia kama ameumia kiasi gani. But you see the head, ni funny. Naweza kuona hivi kumbe umeumia. So nikasema hapana, hii vurugu hii acha nichukue mtoto nikampa kwa mfanyikazi wetu yule ambaye alikuwa anatusaidia nyumbani. Na nikamwambia mama, mwangia hapa kuna shida kidogo. Tumevuruga
Mama Nate, hebu mpe Nate breakfast yake, maana ilikuwa ni asubuhi. So my brother-in-law ambaye pia tulikuwa tunaelewana sana hiyo time, alikuwa anaishi just 600 meters away. So nikaenda kwake kumexplain. Nilikaa kwa sitting room like 2-3 minutes hivi. Akasema hapana, this needs attention ya mtu mwingine. So I made the effort, nikaenda kwa my brother-in-law. Alikuwa anaitwa Gitai, so nilikuwa namuita G. So nikaenda kwa G, na the previous day ilikuwa tuende out. So sikuenda, maana hii imefanyika Sunday. Friday sikuenda out, maana tulikuwa G nilikuwa na hang sana naye out. So hiyo weekend tulikuwa tuko na Premier League game basketball Nyayo Stadium. So mimi nilipocheza game Nyayo Stadium, Omboyo alikuwa ameenda out na marafiki zake kina Evelyn Wata. Hiyo usiku Saturday. She came back home usiku kama 9:30, 10. And if I look back at the events, nini ilifanyika on Sunday, nachoka. Maana yake alipokuja nyumbani, I'm the one who even prepared supper. You know, that I prepared supper tukala naye, and there was no vurugu. So if vurugu ingetokea because amekuja home late and stuff like that, no. I'm not the kind of man wa kusukuma mwanamke umetoka wapi sijui. You are an adult, you know. So nikaenda kwa Gitai, nikamweleza, naye akaniambia, Dola, sister namfahamu, mimi have grown with her, ni dadangu. There's nothing to tell you sasa. Utulie na mimi na yeye atulize hasira. We can talk about it later. Saa 8 tulikuwa tumepanga kwenda baby shower fulani Lang'ata. So kaka kwa Gitai, hiyo time nilikuwa natumia chupa. So tukaanza kunywa. So ile makosa kubwa nilifanya ni kwenda kwa Gitai, instead of kwenda kumripotia na kurudi kwangu, tukaendelea kunywa. So hiyo wakati tunakunywa, Omboy ana degenerate. Mamake akapigiwa simu na our house help, manake alikuwa ni mtu mzima, mtu mkomavu. Akampigia simu akamwambia watoto ni kama kidogo wamevurugana. Naye mamake akapiga, na nikamwongelesha na kumwambia mama, ni kweli tumeulizana 1 2 3, lakini niko na Gitai nimemweleza, na hata saa 8 tunaelekea mahali fulani, but we'll go home na Gitai tusuluhishe, and mama will call you back. Nitakueleza kwamba tumefanya 1 2 3. Niambia okay, wasia wake ulikuwa ni simple sana. Niambia Dola, mimi sitaki kelele. If you guys are living in your house as a man and wife, pia nataka muwe na amani. And that was just fair comment from a parent. And hata Gitai ku advise kwamba we could not go back to my house and sort the issues hizo, kidogo tu alikuwa na reason, unaona, maana yake anajua yule ni sister yake, hasira ziko juu, mimi hasira ziko juu, hatutaelewana. But that was an undoing at that point, because had I gone back, probably ningepatana, ningerealize kwamba ameumia zaidi ya what I thought. Because when I went back home, when I went back home, so almost a sita. Mchana tu. So nikafika, nikapata kijana anacheza, nikamuuliza mfanyikazi shakula, anauliza na mama, akaniambia mama yuko bedroom tu. So mimi nikaingia bedroom, nikamuuliza babe, hasira za asubuhi mpaka sasa uko kitandani, unaona? Siku ati niko na ile hasira sasa tulivurugana asubuhi tuendelee, you know. I was like okay, we can talk, you know. So kumwangalia hivi kama babe, hasira za asubuhi mpaka sasa uko kitandani. So kumexamine vizuri, sasa ndio nikaona some blood on her right side of the head. Mimi nikaruka kitandani kumcheki, alikuwa asoni. She was yes. Nikaangalia pulse yake, kawa 0. Nikaangalia shingo, mkono, kifua, katika paja hapa, kawa 0. Basi ikanifika tu kwamba amefariki. Hapo mimi nikazima. I fainted.
So mi intention yangu ilikuwa nieleke polisi, maanake there's nothing else to find. I was just confused. Sijui ilikuwaje. But kama vile iliripotiwa pia, I ended up in Naivasha. How, I cannot tell you to date. So natumikia miaka 6 na miezi 4. Najuta, mambo ya kujuta ni mengi, si moja. Nilikwenda kwa mzee Kadia, nikamuomba mtoto wake awe mchumba wangu, and he gladly welcomed me, you know. Sasa mzee amenipa binti, kisha anarudi nyumbani katika hali ambayo haieleweki. So hilo ni jambo la kujuta, maanake I didn't take one boy's life for granted, ama mimi kuishi na yeye ilikuwa tu sio jambo nyepesi tu hivi. Najuta hapo kwamba mauko yake yakitokea I was involved. Najuta sana. Najuta vile vile my son. Licha ya yote, Moses Dola anajutia kosa la kujihusisha kwenye ugomvi na mkewe.